Mahali kuwa restaurant anakula, akila tena kwa madaa sana. Baada ya kuona mikono yake michafu, anaamua kufutia kwenye nguo ya mdada mmoja bila hata ya ustaarabu. Mdada yule anageuka kwa hasira na kumuuliza, "Mheshimiwa, una matatizo gani?" Hakumsikiliza, bali aliendelea kufutia uchafu wake uliopo mdomoni, na baada ya hapo alichukua wallet yake na kumpa pesa yule mdada. Akaendelea na starehe zake na rafiki yake. Yule mdada akaona huu ni udhalilishaji uliopitiliza, akamgeukia yule mkaka. Alimtandika kibao na kumlalamikia kwa nini amemfanyia vile. Yule kijana aliamka kwa hasira sana na kumfokea mdada na kumwambia atoke. Ghafla kuna walinzi wanafika pale. Mdada akamwambia, "Jamani, huyu ndo mwenye makosa, mtoeni." Lakini akamwambia, "Mimi ndo mmiliki wa hii mgahawa, kwa hiyo siwezi nikatoka." Mdada akamwambia mkaka, "Hivi unajua kuwa utajiri wako unaweza kupromoka ndani ya masaa machache tu? Usiliingie hivyo ulivyo navyo." Wakamtoa kinguvu. Dada akasema, "Hapana, nitatoka mwenyewe." Muda huo huyo mkaka anamwangalia kwa dharau sana. Na yule aliamua kuondoka, lakini kipindi anatembea hatua chache tu akajisikia vibaya. Akahisi kizunguzungu, na hapo ndipo akaanza kupepesuka na taratibu akadondoka. Yule mkaka akamdaka yule mdada. Jamaa aliacha uni na kuanza kuomba msaada kumaisha yule mdada kituo cha afya. Na kweli baada ya muda yule jamaa akajitetea kwa daktari kuwa, "Huyu mdada sijafanya kitu chochote, tulikuwa tunabishana tu. Sijafanya kitu chochote." Daktari akamsikiliza na akamgeukia akamwambia, "Hivi unajua yule mgonjwa ana ugonjwa wa kansa, na ugonjwa umeshafikia stage 4, hatua ambayo ni mbaya, ambayo huwezi kupona zaidi ya kifo tu." Jamaa alishangaa akasema, "Unasemaje?" Basi bwana Msela anamtembelea yule binti wodini akiwa amelazwa, akiwa amebeba na chakula kabisa. Kana mwangalia yule binti. Yule binti alipomwona jamaa alishangaa akamuuliza, "Wewe unafanya nini hapa?" Jamaa akamwambia, "Nimekuletea chakula." Binti alikataa, alijua jamaa mkuja tena kumkejeli kwa kuwa jamaa ana pesa na anadharau watu. Alikataa chakula chake. Jamaa akasema sawa, akaamua kuweka chakula pembeni, hata binti akiamka baadaye atakula. Na baada hapa akawa amesimama tu anazunguka pale akiwa anafikiria. Masiara yake na dharau yake imepelekea binti kumpandisha homa yake. Binti akamuuliza, "Na shida gani?" Jamaa akasema, "Natamani kuondoka lakini siwezi. Lakini pia naomba nitumie muda huu kukuomba samahani kwa kile ambacho nimekufanyia." Binti akamuuliza, "Unahitaji msamaha?" "Kamwe siwezi kukusamehe." Jamaa akainamia chini akijua kabisa binti kachukizwa kile kitendo alichomfanyia. Akamwambia, "Kile kilikuwa ni chakula changu cha mwisho, kwa maana baada ya pale sikuwa na matumaini mengine ya kuwa kama nitakuja kula chakula kingine nikiwa na afya njema, lakini ulipofika wewe umevuruga kila kitu." Jamaa akamwambia binti, "Bwana samahani." Na binti akamwambia, "Sitaweza kusamehe hata kama utoe milioni 10, kwa maana kwako pesa ndiyo kitu cha thamani kuliko utu wa watu." Jamaa kwa aibu na majuto anaamua kutoka wodini, akimwacha binti akiwa amelala. Yule daktari anamfuata yule mkaka na kumwambia, "Huyu binti kabakiza masaa machache tu endapo usipofanyiwa matibabu, na matibabu yake ni gharama sana." Jamaa kuambiwa vile alisikitika sana. Aliambiwa huyu binti huyu ana muda mrefu atafariki kutokana na ugonjwa wake kuwa katika hali mbaya sana. Jamaa kuchoka katika mbinu za kuomba msamaha kwa huyo binti. Binti anatoka wodini anakuta jamaa ameandaa mazingira ya dina, kwa sababu alivuruga chakula chake binti kule hotelini. Kwa akaamua kujitetea kwa kumwandalia dina akiwa hapa hospitali. Binti akanashangaa. Jamaa akamwambia, "Nimeamua kukuletea restaurant hapa hospitali ili upate dina yako." Binti akamwambia, "Ili niweze kula dina nina masharti mawili." Jamaa akamwambia, "Sema." Akasema, "Cha kwanza nahitaji gauni." Jamaa akamwambia, "Geuka." Binti akaliona gauni zuri sana jekundu. Na baada ya hapo binti akasema, "Ombi langu la pili, nataka kula dina na kijana mtanashati sana." Jamaa akasema hilo tu limeisha. Jamaa akamgeukia rafiki yake mhudumu pale, mwandaji aliye eneo, akasema, "Kijana." Dada akasema, "Hapana, huyo mimi simhitaji, ila nahisi wewe utafaa kula dina na mimi jioni." Kwa kuwa jamaa alikuwa anatafuta nafasi ya kumuomba radhi, binti akaona siwe kesi, akakubali.
Jamaa kwake ikawa kama shangwe, kwa sababu ni kitu ambacho amekipigania kwa muda sasa, ili mradi kurudisha furaha. Baada ya muda bwana, binti kaenda kuvaa. Aisee, lile gauni lilimpendezesha sana. Jamaa muhuni mjeuri mwenyewe alishangaa kuona uzuri wa huyo binti, kabaki tu amemtoka macho akimshangaa. Jamaa alifanya kila mbinu ili mradi binti awe na furaha, asijisi upweke masaa yake yale yaliyobakia na siku chache za kupata matibabu yake. Lakini muda huo pia jamaa alimpisha story binti za hapa na pale. Kikweli dina alienda ikawa bomba kabisa, mpaka binti akajikuta amesahau dharau na kejeli alizofanywa katika hoteli ya huyu jamaa. Akagonga cheers wakifurahi na kupiga story zaidi na zaidi na zaidi, binti akiwa katuliza akili na mawazo kabisa. Na muda huo mshikaji akizidi kushangaa urembo huyu mdada, akiwa anasikitika moyoni kuwa huyu mdada na uzuri wake wote, lakini bado kuna matatizo makubwa na mkumba ya kiafya. Waliendelea kunywa na kunywa wakifurahi, na jamaa alimwambia yule binti, aisee, wewe ni mrembo sana. Binti akashangaa akasema, kwa nini? Akasema, unavyoonekana tu ni mrembo, umependeza sana. Binti alifurahi kusikia vile. Punde tu daktari anamwambia, bana, huduma ya restaurant inaishia dakika kadhaa zinazokuja, kwa hiyo mgonjwa arudi wodini. Jamaa alitamani hata masaa 5 angekaa pale, alitamani muda ungekuwa mrefu zaidi, lakini kwa kuwa binti hakuwa na afya mzuri, ilibidi akubaliane na yale yote aliambiwa na daktari. Basi jamaa akataka kuondoka. Binti akamshukuru jamaa kwa kumpa kampani muda ule. Alimwambia, nashukuru kwa kunisapoti. Naye jamaa akamwambia, usijali. Basi bwana, binti baada ya kumshukuru jamaa, naye jamaa akamwambia binti kuwa tupo pamoja. Jamaa kaamua mdogo mdogo kuondoka, lakini jamaa akamgeukia binti akamwambia, vipi kesho tena tunaweza tukapata muda wa kula chakula pamoja? Binti akamwambia, nenda kafurahia maisha yako uliobakia nayo, kwani kuna watu wanaishi kwa kuhesabu siku na masaa. Ile jamaa maneno alinikata maini sana, akijua binti anamaanisha nini, akimaanisha matumaini mafupi yaliyopo katika maisha yake kutokana na afya yake. Jamaa alimkumbatia binti na kumtoa mawazo, kumwonyesha kuwa tupo pamoja katika changamoto hizi. Baada ya kukumbatiana, binti akamwambia yule jamaa kuwa nimekusamehe, kuwa na amani. Jamaa alitaka kumbusu, lakini binti alikwepa, akamwambia haina shida, akamwambia wewe nenda. Aisee, jamaa alitoka pale akiwa na unyonge sana, akimwacha binti katika chumba kile. Na hata alipofika katika restaurant yake, mpenzi wake alipokuja kumfanyia mabashasha, jamaa akili akiwa pale kabisa, alikuwa deep sana akimwaza yule binti, kwa maana muda mfupi tu, lakini alijikuta tu kichwani mwake atoke. Alijikuta kikata gambe kwa mawazo sana akimwaza yule binti, kwa maana alishamzoea na alikuwa anafuatia sasa maendeleo yake ya afya yake, akijua kabisa hatima ya yule binti. Na binti aligundua kuwa jamaa anajali sana na anajutia kile ambacho alimfanyia. Jamaa alimfuata binti huko katika wadi yake. Binti alimuuliza, umefuata nini? Jamaa akamwambia, nimejaribu kukaa mwenyewe lakini sielewi, natamani muda huu kuwa na wewe. Binti akashangaa. Jamaa akamsogelea binti taratibu, akamkumbatia kwa nyuma, akimfariji na kumwonyesha kuwa tupo pamoja. Binti akabaki tu anamshangaa huyu jamaa. Jamaa kuacha kukumbatia kabisa, huko akimuomba kabisa awe na amani, atakaa sawa. Aliendelea kumfariji binti, akimwongelesha maneno ya kumpa moyo, ili binti asijisi upweke na asijisi kama mtu ambaye atakufa muda wowote kuanzia muda huo. Binti akamwambia, kwa hali nilionayo, nimebakiza siku 3 tu za uhakika wa afya yangu kuwa imara, na kama najaribu kueleza hisia zako kwa muda huu
achana na mimi. Jamaa aliondoka akiwa na mawazo sana, anakimbia haraka anafuata yule daktari. Anamuuliza daktari, hakuna njia nyingine? Mimi nahisi kuna njia nyingine ya kumponesha yule binti. Daktari akamwambia, yuko mchanganikiwa. Akamwambia, hapana daktari, niambie, hakuna njia nyingine ya kumfanya yule binti akapona? Daktari akamwambia, sawa, hapa Paris kuna hospitali kubwa ya kumsaidia yule binti, lakini gharama yake itagharimu hoteli zako kama 3 ili kumtibia yule binti. Jamaa akasema, mimi sijali, kikubwa anachotaka mimi yule binti apone kabisa. Basi yule daktari akamwambia, itakubidi utumie pesa nyingi sana ili kumfanyia matibabu huyo binti. Yule daktari akamwambia, nimepambana sana kumhudumia mtoto wangu, lakini hiyo pesa ni nyingi sana. Kumbe bana, huyu mama yule ni binti yake na amepambana kadri yawezavyo, lakini alikata tamaa kabisa kuhusu afya yake. Jamaa akamwambia, usijali, mimi nitapambania kwa kadri na uwezo wangu na naomba Mungu anisimamie. Basi bana, wakapanda ndege wakaelekea katika hospitali kwenda kufanya matibabu yenye gharama kubwa zaidi. Binti anaamka, anasalimiwa na muuguzi, akiulizwa anajisikiaje. Binti akasema ajisikia vizuri sana. Alimweleza kuwa hali yake ni nzuri. Akigeuka pembeni anamwona yule mshikaji, akashangaa, hapa nimefikaje? Jamaa akamwambia, ni story ndefu, ila kikubwa umefanywa matibabu na homa yako imetoka kabisa. Binti hakuamini, akaambiwa ndio hivyo. Jamaa akamuomba yule muuguzi awapishe kidogo aongee na yule mdada maneno machache. Binti akamuuliza, hizo pesa zote umezipata wapi? Jamaa akasema, nimeuza restaurant yangu. Binti alishangaa, akasema, kwa sasa sina restaurant, lakini naweza nikapambana nikapata nyingine. Binti akaamini ujasiri na moyo aliyokuwa nao jamaa. Jamaa alimshika mkono binti na kumwambia asijali, kwani maisha popote na mapambano popote pale, ipo siku atapata na ataendeleza. Binti hakuamini. Aligundua jamaa na upendo wa dhati sana kwake, kiasi cha kuuza mali zake zote na kumpambania kumtibia afya yake. Basi bwana, binti alifurahi na akaamua kuwa na mahusiano na huyu jamaa mazima.